Bwana Yesu asifiwe. Watazamaji wangu wa TikTok na YouTube, popote ambapo mnanitazama siku hii ya leo, nataka niongee na mtu, nataka niongee na mdada mahali. Labda umekuwa na mazoea ya kutoa mimba, unashika mimba unatoa eti kwa sababu unataka ubaki kuwa msichana. Na hata sasa vile naongea uko na mimba ingine, umetoa mimba 3, uko na mimba ya 4 unafikiria kutoa. Nataka nikwambie Mungu amechoka na vituko ambazo unafanya. Siku ya leo ni siku yako ya wewe kubadilika. Leo ni siku yako ya wewe kubadilisha maisha yako. Nataka nikwambie kwamba pengine ulipewa mimba na hukutaka. Labda umepewa mimba na mwenye kupea mimba amekukataa. Labda umepewa mimba na mwenye kupea mimba amekuruka. Shetani anakuzungukia na kuambia kwamba toa hii mimba. Mtoto ambaye umebeba tumboni mwako ana makosa yoyote. Mtoto ambaye ako tumboni mwako hana makosa yoyote, ana hatia yoyote. Kwa hivyo nataka nikuencourage siku leo kwamba usitoe hiyo mimba. Usitoe hiyo mimba hata kama umekataliwa na mwenye alikupatia hiyo mimba, usitoe hiyo mimba. Hata kama mwenye alikupatia mimba amekuruka, amesema mimba si yake, na wewe unajua vizuri ni yake. Nataka nikwambie usitoe hiyo mimba. Mungu ako na wewe. Na Mungu atachunga huyo mtoto. Malezi ya mtoto Mungu atapeana. Mahitaji ya mtoto Mungu atapeana. Usitoe hiyo mimba. Kwa sababu Mungu anapopeana mtoto, anapeananga na kisababu. Na Mungu hatakubali uteseke na huyo mtoto. Nataka nikuashue siku ya leo. Leo huyo mtoto mzae, jifungue, penda huyo mtoto na Mungu atakukumbuka. Mungu hatakuacha uteseke. Usiwe na mawazo mengine ya kusema ya kwamba pastor pengine unaongea lakini hujui yale ambayo anapitia. Ndio najua yale ambayo unapitia. Mjamzito najua. Unataka maembe, unataka miwa, unataka nini, lakini mwenye kupatia mimba amekuruka. Wacha nikwambie, God is faithful. Mungu ni mwaminifu. Na wewe dada ambaye umekuwa na mazoea ya kutoa mimba kiolela olela, nataka nikwambie God is watching you. Na mimba ulionayo sasa hivi unafikiria, unapanga pia kuitoa. Nataka nikwambie unaua viumbe ambavyo havina hatia. Unaua watoto ambao hawana hatia eti kwa sababu unataka kubaki mrembo. Nataka nikwambie huyo urembo wako siku moja itakuweka mahali pabaya. Kwa sababu Mungu amechoka na vituko zako. Mungu amechoka na vitu ambazo unafanya. Mungu amechoka na vitu ambazo unafanya. Wacha nikwambie, afadhali ubadilishe maisha yako. Afadhali enda kanisani, uambie Mungu nimekuja kwako, unisamee maovu yote, unioshe na damu yako, na Mungu ni mwaminifu, atakusafisha. Unajua kutoa mimba imekuwa ni kawaida kwa wasichana. Hata wazazi wao wanawasaidia tu. Yaani mzazi bado ni encourage mtu, mwambie kushika mimba sio mwisho wa maisha. Kuzaa mtoto sio mwisho wa maisha. Wewe ndio unamsupport mpaka unatoa pesa za kuenda kutoa. Mungu anawatazama. Na ndio sababu unakuta huyu msichana amefika umri ya kuoleka, ameenda ameoleka, na Mungu amefunga tumbo lake asiwahi pata mtoto. Kwa sababu gani? Wale ambao ulikuwa unatoa hawakuwa watoto, sasa ndio unahitaji mtoto. Umetoa mimba 3, umetoa mimba 4. Sasa hivi umeoleka kwa mtu ambaye ako na pesa, tajiri. Na huyu mtu anataka mtoto. Na Mungu amefunga tumbo lako usiaizaa. Then unaanza kublame Mungu, unaanza kukimbia kwa wachawi na waganga tunataka mtoto. Nataka nikwambie, kumbuka nyuma ile vituko ambayo ulifanya kwanza, ili uende mbele za Mungu na uambie Mungu nisamee kwa ile upuzi ambayo nilikuwa nafanya. Ndio Mungu aweze kufungua tumbo lako upate watoto. Unaweza fanya mambo sahihi ukafikiria kwamba Mungu haoni. Yatakuja kuaffect kwa maisha yako. Yatakuja kuaffect kwa maisha yako na kuambia. Kwa hivyo be careful na mambo ambayo unafanya. Be careful na vituko ambazo unafanya katika usichana wako. Be careful. Mwingine anaenda kudabodili watu, umepanga wanaume kwa mwili. Huyu ni wa saluni, huyu ni wa kulipa nyumba, huyu ni wa kunipeleka outing, huyu ni wa kununua panty, huyu ni wa kununua bra, huyu ni wa kununua nini. Nataka nikwambie, hiyo vituko ambayo unafanya, kuna siku itafika tu unahitaji sasa Bwana.
na utampata, because uliwachezea. Ulipanga wanaume 11 ukao unawachanganya, ukajiona wewe ni mrembo. Urembo itaisha. Urembo ni kama moshi, inakuja na inaenda, ukao ukijua hivi. So wewe unafanya vitu kwa sababu unafurahia sana. Unasema wanaume ni kukuliwa pesa, unasema wanaume ni matakataka, inafaa tu wakule kabisa pesa. Haina shida, but Mungu anakutazama. Ipo siku itafika, utahitaji kuoleka, utahitaji mzee, hautampata. Hautampata, maana unapanda. Kifika wakati wa kuvuna utayavuna. Wengi wanapanda, lakini kifika wakati wa kuvuna wanashindwa kuvuna, wanakataa kuvuna. Kile ambacho unapanda sahi utakivuna, hata kama utavuna sahi. Sahi unaonekana wewe ni mrembo, ukitembea uko na hips, ukitembea ni wanaume wanang'ang'ania. Nataka nikwambie kuna siku itafika utavuna kile ambacho unapanda sahi. Utavuna, I'm telling you the truth, utavuna. God is watching you from the distance. Utavuna. Nataka nikwambie utavuna. Ni heri ubadilishe mapema. Ni heri ubadilike mapema. Mungu ni Mungu wa msamaha. Mungu ni Mungu wa msamaha. Anasema ya kwamba njooni kwangu nyote msumbukae na mizigo na kulemewa, nitawapumzisha. Yeye anasema atakupumzisha, atakusamea. Lakini dada, unajiona wewe ni mrembo. Naongea na wewe dada ambaye umepanga wanaume kwa mwili. Unakula pesa za wanaume. Wengine unakula pesa za wanaume kupitia mitandaoni. Unasema wakitaka wanioe, wakitaka waniroge, mimi siogopi kukufa. Acha nikwambie, kuna siku kifo itakuja wakati uhitaji. Sasa unahitaji kifo ndio sababu haikuji. Lakini kuna siku kifo itakuja wakati wewe hautaki kifo. Na hiyo ndio siku yenye kifo itakuwa imefika sasa. Wakati umekaa una starehe sasa, uko sawa. Sasa ndio nakuja na kuambia sasa nakuhitaji sasa. Umepanga wanaume, yani wewe hauchagui, mpaka mabwana za watu unachukua. Yani dada, sababu ya urembo wako, unajiona uko na hips, unajiona uko na sura, unajiona uko na makalio, unajiona uko na, yani uko na mapacha, uko na nini, rangi yako. Unasema yako mimi sikumuita, mwenyewe alijilete. So alipojilete na akakwambia ni mume wa mtu, kwani mbona ungeanza kuachana naye? Ati pastor uji kitu unaongea. Kwanza mabwana zote ndio wako na pesa. Nataka nikwambie my sister, mahali unanitazama. Ipo siku itafika, utalipia mambo ambayo unafanya. Utalipia. Sasa unaweza ona maisha ni mzuri. Sasa unaweza ona mabwana zote wanakupea pesa, unalipa nyumba shilingi 10,000. Uko hata mwingine amenunuliwa gari. Uko sawa unaishi. Lakini acha nikwambie ipo siku itafika, utalipia. I'm telling you the truth, utalipia. Utalipia. Yale unayepanda sasa utayavuna tu. Utayavuna. Na kama uko na masikio na uyasikie haya maneno. Na kama unahitaji counseling sana kuhusiana na maisha yako, nitafute. Naitwa Pastor Shua. God bless you.